Okay, traders, sasa tuendelee pale tulipoishia. Sasa hapa nataka nielezee swala la trading modes na namna ya kuzitumia. Kwenye exchange yetu ya Binance tuna modes za aina mbili tu. Tuna cross margin mode, lakini pia tuna isolated margin mode. Kumbuka nishaelezea maana ya margin ni kwamba ni ile dhamana unayotumia kwenye trading yako. Chana na leverage ambayo inakuongezea ukubwa wa mtaji unaoingia nao sokoni. Sasa tuangalie hizi modi mbili zinavyofanya kazi. Hizi modi mbili zote zinafanya kazi tofauti, lakini pia kila moja ina faida yake na kila moja ina hasara zake. Tuanze na cross mode. Sasa cross mode ni modi ambayo hii hutumia margin yote iliyo kwenye future wallet yako kusaidia kila position iliyo wazi. Kwa mfano umefungua trade kwenye futures account. Sasa ulipofungua trade una jumla ya mtaji wa $100. Ila sasa mtaji ulioingia sokoni ni $10 tu. Sasa ule mtaji wa $90 umebaki haujaingia sokoni. Ila hapa kwenye cross margin ule mtaji wote ulioingia sokoni $10 na ule mtaji $90 uliobaki wote utatumika kwa ajili ya kulinda ile position ulioifungua. Yaani ulioingia sokoni na ule uliobaki zote zitatumika kwa ajili ya kulinda position ulioifungua. Lakini pia kama umefungua position 2 au 3 zote zimechukua mtaji wa $10. Maana yake kama ni position 3 zitakuwa jumla ya $30. Halafu $70 kwa 100 yako ile itabaki haijaingia sokoni. Sasa ile 70 ambayo imebaki itatumika kwenye zile margin zote 3 ulizozifungua kuzilinda kwa wakati tofauti. Kwa maana kila position uchota margin kutoka kwenye ile balance yako yote iliyobaki. Sio kutoka kwenye position moja pekee, hapana. Itakuwa inachota kwenye position zote. Yaani kwenye position zote na ule mtaji uliobaki. Kwa ikiwa position moja inaanza kupata hasara, mfumo utachukua margin iliyobaki kusaidia kuepuka liquidation. Manake Binance Exchange atachukua ile mtaji uliobaki na utaanza kupungua automatically ili kuweza kuepuka liquidation. Kwa sasa sifa kuu za cross margin ni kwamba margin ya position zote inashirikiana, yani manake ina shared. Sasa few fact ambayo naweza nikakuelezea ni kwamba kwa mfano sarafu moja inakaribia kuwa liquidated na margin iliyokuwa imebaki haijaingia sokoni imeisha kabisa. Hii moja ikiwa liquidated, ili iwe liquidated, zile position zingine zote zitafunga kuja kuisimamia ili kuwa liquidated. Na ikiwa liquidated, kwa mfano umetrade umetrade Bongo, umetrade Gara, umetrade na BTC. Sasa BTC ikawa inakaribia kuwa liquidated, position ya Bongo itafunga automatically, position ya Gara itafunga automatically. Zote zitakuja kushare kuizuia hii isiwe liquidated. Sawa? Ndo cross margin, manake zile margin zote zina share. Kwa mfano kama una mtaji wa $100, sarafu moja ikawa liquidated kwenye account yako ya future, zote zile 100 zitakuwa liquidated, zote utakuta hazipo. So kwamba kitachukuliwa kile kiwango kidogo tu kilichoingia sokoni, mtaji wote utachukuliwa. Lakini faida au hasara za position moja zinaathiri zingine. Kama una position zako 3, moja ikapata hasara na zile zingine zitacross, utaingia hasara moja kwa moja. Lakini riski huenea kwa position zote, sio kufungwa kwenye moja tu. Kwa mfano kama unatumia cross margin, ni vizuri tuka trade position moja tu na ukasubiria itoke sokoni ufanye vizuri, kwa sababu ukitrade position 2 au 3, ikitokea moja imeenda vibaya, itazuia na hizo zingine kufanya vizuri. Lakini pia faida kubwa ya hii ni kwamba inapunguza nafasi ya liquidation haraka ikiwa una position nyingi. Manake inapunguzaje nafasi ya liquidation? Kwa sababu kama una position nyingi, soko likienda vibaya,
likiwa linakula ule mtaji mdogo mdogo linautafuna, manake inapunguza ile hatari ya kufika kwenye liquidation haraka. Lakini hasara ikiwa soko litaenda vibaya sana, unaweza kupoteza mfuko mzima wa futures wallet, sio ile position tu. Kwa mfano kama kwenye futures account una dola 100, zote zitatembea hata kama position iliyokuwa liquidated ni ya dola 10 tu. Lakini tuangalie mfano una dola 100 kwenye futures wallet, unafungua BTC long ya dola 50 na Ethereum short ya dola 50. Sasa BTC kaingia loss kubwa, mfumo utatumia margin ya Ethereum kusaidia BTC position. Kwa ukiliquidatiwa unaweza kupoteza margin yote. Kwa ikitokea mfumo umeenda zaidi hadi ukawa liquidated, unapoteza margin yote. Kwa cha msingi cha kuelewa ni kwamba cross margin, hela yote inapotea au hela yote inatumika kusimamia zile position zako zote. Kwa ukiwa liquidated, hela inatembea yote. Lakini tuje tuangalie isolated margin. ISO manake ni kama moja. ISO manake ni kama yani imejitenga kwa lugha nyepesi. Kwa sasa hii mode inaweka margin uliyoweka kwenye position moja tu kwa dhamana. Sasa manake hii inatumia ile margin uliofungua tu kwa ajili ya dhamana, ila zingine zilizobaki zinabaki kama zilivyo. Kwa hasara ya position moja haiwezi kuathiri position zingine. Unapoweka leverage, margin unayoingiza kwenye position hiyo ndio itakayo kuwa hatarini. Kwa kama soko likigeuka hapa, kwa mfano kwenye wallet una dola 100, ila kwenye trade hiyo kaweka dola 10. Soko likisha kugeuka, margin itakayopotea ni ile dola 10 tu iliyoingia kwenye ile trade, so zote. Ndio maana ikaitwa isolated, kwamba margin ukitoa inakuwa isolated wala haihusiani na zile zingine. Sawa? Kwa sifa kuu kwamba margin hazishirikiani, kila position inajitegemea. Huyu kama umeweka 10 ikiwa liquidated itatembea 10, huku kama umeweka 20 ikiwa liquidated itatembea 20. Lakini unaweza kudhibiti kiwango cha hasara kwa kila trade. Kwa kila trade ukadhibiti kulingana na unavyotaka, lakini ukiwa liquidated unapoteza margin ya position hiyo pekee. Sawa? Kwa hasara ni kwamba margin ya position itamalizika, system haichukui pesa kutoka balance nyingine kusaidia position hiyo. Kwa inaweza kuliquidate. Kwa tunachokiangalia, ili usiwe liquidated haraka, uwe na mtaji mkubwa ambao ni wa ziada haujaingia kwenye position, ili position hii ikishaingia hasara iwe inachukua mtaji kutoka kule kwingine inakuja kutafuna, au tunasema inafidia huko kwingine. Sasa kama haichukui, manake hii hapa ikienda tofauti unakuwa liquidated. Kwa hapa tuna mfano wa dola 100, BTC umefungua long kwa dola 20, lakini BTC kaingia hasara kufikia liquidation, unapoteza 20% tu, lakini ile dola 80 yako inabaki salama. Kwa tofauti za haraka ni kwamba kipengele cha cross margin na isolated margin, margin inashirikiana na ndio balance yote hutumika. Hapo ni kwenye cross margin, lakini kwenye isolated margin haishirikiani. Lakini tuangalie ushauri wa kitaalamu kwa mtu ambaye anaanza. Kama wewe ni beginner, tumia isolated margin ili kuzuia hasara za kujifunza. Unajua beginner kidogo na kwa bado unajifunza, kwa tumia isolated margin. Lakini ukishakuwa pro trader, tumia cross margin, kwa sababu cross margin inakuruhusu kufanya hedging ya position. Sasa hedging ya position nitaielezea maana yake nini. Position, namna ya kuhedge, ngoja nitoe introduction. Ni kwamba kuhedge position, mfano umetrade sarafu, umenunua au umerong. Sasa soko likageuka. Sasa soko kama likigeuka, kama umetumia cross margin, inakupa option ya kuhedge. Kama mtaji bado unao, utachukua mtaji mwingine, utanunua ile position ikiwa inashuka, maana utanunua wrong. Sawa? Ulikuwa umerong, sarafu soko likashuka, utanunua short. Kwa maana yake ni kwamba utakuwa unatengeneza faida sehemu zote mbili. Sawa? Lakini position ya sehemu moja ikikaribia kuwa liquidated, ya upande mwingine inafunga kwa ajili ya kuja kukumbuka upo kwenye cross margin. Sawa? Hiyo ndo hedging. Kwa
kabla ya kufungua position hakikisha unajua hizo modi vizuri, lakini pia usibadilishe modi ukiwa na position wazi bila kuelewa matokeo yake, kwani inaweza kuongeza risk. Lakini pia fanya mahesabu ya liquidation kabla ya kuweka leverage kubwa. Kwa hiyo fanya mahesabu yako, elewa kwamba bwana, mimi na risk kiasi fulani, alafu then fungua trade. Kwa usifungue trade kwa hisia, sawa? Piga mahesabu ndo ufungue trade. Kwa nadhani ili swala la mods limekaa poa. Next video nitaelekeza sasa practically kwenye wallet ya Binance hizi terminologies zinafanyaje kazi, na kila kona nitaelezea, na pia nitaelezea swala la stop loss na namna ya kuseti vizuri. That's another video.